mwenyewe alisema mimi sipingi William Ruto, but William Ruto alituambia saa hii tumemaliza na siasa, tumetoka Gachagua, hata mimi tulifurahia, sasa ni maendeleo. Alituambia pale sasa kuna maendeleo, sasa pesa itakuwa imebaki ya kulipa wale civil servants na kuangalia polisi wamekula vizuri, wanajeshi wako salama, madaktari na nini, atusonge mbele. Madaktari wamegoma kidogo, sijui ma lecturer wamegoma. Hii barabara mimi namwambia William Samoei Ruto rafiki yangu, my friends, sisi tunakusupport. Mimi sijawahi pigia William Ruto kura, but you have to change the friends anatembea nao. Ndugu yangu wameongelea hapa wakinandi. Hao wakinandi wanafaa kudropiwa with immediate effect. Mr. President, together with Deputy President Kindiki, Abraham Kithure Kindiki, lazima wabadilishe wale watu wanatembea nao. Wakina Sudi wanafaa kudropiwa saa hii, waangalie kazi wanaweza fanya. Waende wa legislate pale. Kweli. Wale watu wanatembea nao, wale wabunge. Si hizi si wakati wa siasa. Saa hii ni wakati wa William Ruto kuwin the seat ya 2027. Not a winner story. Ni kuwin na kufanya maendeleo. Hawa wananchi pesa kwa mfuko yao vile alisema. Kusaidia mama mboga, kusaidia mtu wa pikipiki, kusaidia kazi ni kazi. Na juzi nimeona Malala akisema ati yeye alikuwa Secretary General, anakuwa kwa cabinet. Hakuna story ya mama mboga watu walikuwa naongelea. Saa hii ndio tunawaambia William Ruto akae na wale watu wanaweza msaidia kuangalia historia ya mama mboga inafika wapi. Because sisi tunapenda William Ruto. Mimi personally napenda William Ruto. But I want to see William Ruto working with these 2.5 years imebaki. Ya pili, mimi napendanga hivi, hata nilikuwa napiga story na ndugu yangu pale hoteli tukikaa. Nikamwambia wakati wa Moi hii kulikuwa na kitu kilikuwa inaitwa uchumi. Unajua uchumi? Uchumi ilikuwa ya serikali. Tulikuwa hapa na Kenya Bus. Unajua Kenya Bus? Na tukakuwa hapa na hizi gari mingi, hizi parastatals za government. Na hizi parastatals za government ndio ilikuwa ina generate revenue for government. Go to developed countries. Most developed countries hawana hii kitu inaitwa private, tunaambiwa ati lazima kufanya kitu mtu kutoka tenda sijui lazima ifanywe. Government can generate revenue bila hata kutafuta mtu mwingine ama kuchukua loan. I'm telling William Ruto nikiwa hapa as a friend, amusha hizo. Sasa zile umeamusha uchumi, utakuwa umerahisisha maisha ya hao watu, because hiyo ni kitu ya serikali. Ukisema unga unataka kusiaga, unataka kuuza unga kwa 100 bob. Miss Naivas wakikataa kuuza 100 bob pale, wanauza hata 200. Kwa hii uchumi ya government watauza 100 bob. Si watu wataenda hapo. Na kuamusha hizi vitu utakuwa umeamusha, utakuwa umemaliza hii unemployment. Miss serikali itataka watu wa kufanya kazi kwa uchumi. Serikali itataka watu wa kufanya kwa Kenya Bus. Kwa hii Kenya Bus tutakuwa tunataka drivers, tunataka conductors na tunataka mechanics. Na the moment tunataka mechanics na driver na nini, then tutakuwa tumecreate jobs, ndio? Kuna kazi zingine serikali haikuwa inatafuta ati lazima ati saa hizi mimi nataka kwenda kwetu Siaya, lazima nene nipande gari pale Bukinya, Climax, Enacoach, Guardian ama hizi coach. Wale watu wana to exploit. Government should come up with some buses that wanasema government should come with mechanism like kuangalia ye mwenyewe ina generate revenue waje kushinda kuongoja taxi yangu ndio nini. Unajua mimi sasa nikilipo lazima government ikate, si ndio? Na tukiamua sisi wote civil servant hatufanyi kazi, government itakata nani? Means government itakuwa imefall, si ndio? That's what tunasema. Tunataka government kuje na njia zingine za kugenerate revenue. Mambo za housing awachane nayo, kujenga nyumba itasaidia mtu. Achukue hizo pesa aweke kwa vitu inaweza saidia watu. Amushe uchumi, amushe Kenya Bus, amushe zile industrial za government zilikuwa zimeanguka. Agenerate revenue kutoka hapo. Create employment, then country tutasonga mbele. Na kama taendelea namna hii, hata sisi tuna defend itafika hapo mbele 2027 tutakuwa na ngumu ya kumdefend. Na hii ni siasa, unaruka upande yote. Na nikimalizia kabisa Mr. Speaker. Ana ndugu yangu nataka kuongea hapa. Kuna maneno mengine lazima nimalizie kwa sababu kama vile tuko hapa lazima tusonge huko juu tuombe Raila Amolo Odinga. Na kipeleke nikiongelea mambo ya Raila Odinga is a serious thing. Unajua me talking without Raila ndio mkubwa.